Twenzao. Movie inaanza kukumuona mama na mwanae. Mwanangu, nitakiwa olewe. Mama hapana, mimi mahusiano hapana. Unategemea nini? Mimi uzee huu hapa. Jua la jioni. Naelekea kufa ujue. Nitakufa sijamuona mjukuu. Mambo gani hayo? Mama, mimi mahusiano yashanitesa staki sasa hivi. Sikia sasa. Kuna kijana mmoja hivi mstaarabu huyo. Mtoto wa mfanyabiashara mwenzangu. Anakufaa kabisa, yani mnaendana. Anafaa wewe mume wako. Daisy, umri wako unaenda, unazeeka na mwenyewe hapo utazekea hapa. Sawa mama, sawa. Umenielewa lakini? Haya. Basi upande wa pili huku. Baba, unamaanisha nini? Maana nashindwa kukuelewa. Yaani sikuelewi. Baba alicheka tu pale. Anamshangaa kijana wake eti ameamua kuwa mgumu eti awe single tu. Inatakiwa uoe mwanangu. Kuna binti mmoja hivi inatakiwa uweze kumuoa. Anaitwa Daisy. Mamake ni mfanyabiashara mwenzangu. Kwa hiyo anakufaa, yani anakufaa kabisa mnaendana. Baba, sawa nimekubali mzee. Nitamuona. Ni kwamba wafahamiani. Basi huku upande wa pili Daisy rafiki yake amekuja. Anamueleza rafiki yake kwamba mama ni ananiforce eti ananiambia niolewe sijui na nani hata simfahamu kwanza. Yaani mimi sina hata mawazo ya kuolewa, yani ya kuolewa saizi. Yaani niko mbali. Yaani kwa saizi labda nimpatage mtu tumalizane safi kila mtu endelee na mambo yake. Ila kuolewa hapana. Lakini nimemkubalia mama tu hivyo. Ila kuna plani ninayo. Plani gani hiyo ambayo unazungumzia? Yaani mbinu gani ambayo unayo? Ni kwamba Daisy anasema ana mbinu. Kuna huyu dada anaitwa Eniola. Jamani, mpishi wa dunia huyo. Leo usijali, leo kuna mapochopocho ila langu ya jana naitaka. Usijali. Ndio ilikuwa siku ya kwanza Daisy kufika hapa. Karibuni wateja. Sasa leo nimekuletea na mteja mpya huyo hapa. Karibu. Lakini alikuwa na dharau Daisy. Chakula kipo msijali. Naona yule amechangamka sana ndo anafaa. Mimi kiukweli kuolewa na mtu huyo kwanza simjui. Yaani sielewi. Yaani hata mimi sitaki saizi kuumizwa. Yaani sitaki kabisa kwanza mahusiano. Kufugwa kama panzi sijui kama paka. Hapana. Basi siku nyingine hapa. Wamekuja hapa kwa nani? Kwa Eniola. Eniola akawakaribisha. Karibuni jamani wateja. Chakula kipo. Usiseme wateja. Sema mteja. Huyo ndo mteja wako. Mimi nimekuja hapa na jambo langu tu. Jambo gani hilo jamani? Shika hii business card. Tutawasiliana. Usiku mida ya 2:00 hivi uje nyumbani, nitakutajia location. Basi alikuja kweli, akaelezwa kwamba inatakiwa uende kwa mtu fulani, mimi simjui. Ila maelezo mimi mwenyewe nitapewa kwamba nakutana naye sehemu fulani. Inatakiwa sasa ukutane naye wewe. Na ukutana naye, hakikisha unaharibu. Yaani hakikisha kabisa kwamba anakuchukia. Hivyo yani hiyo ndo kazi yako tu. Hakikisha unafanya yani uswahili ule. Mambo ya vituko vya uswahilini. Sawa, nitakupatia pesa. Yaani 10 nitakupa 10,000 shazi yani. Hela zimeelewa hapa. Mama yangu na baba yake kuna sehemu watatukutanisha. Sasa mimi nataka kwenye kukutana uharibu, ufanye vitu vya ovyo mpaka achukie kabisa. Yaani achukie anune. Lakini inaonekana jambo la heri, yani kama wazazi wote wameshirikiana wanataka lakini ili swala hili alianza kusita. Kwa nini usikubali tu kama ni mtu? Mimi nasemaje? Mimi sitaki sasa. Wewe kwani unataka kazi au hutaki? Watu wa Uswahilini, yani umekaa kishamba tu. Shosti. Kiukweli tabia ya Daisy ni mbaya sana, na dharau mpaka rafiki yake kuna muda yani anaonaga huyu shosti huyu. Basi siku nyingine hii hapa. Kuna mwamba tunakutana naye hapa kwa ofisini, ampigiwa simu. Oya mwanangu, noma kweli. Baba si anataka nioe. Mimi mwenyewe napigilia msumari hapo. Inatakiwa uoe. Kwanza subiri kwanza. Vipi? Amekuletea gumshangazi au vipi? Mbona kama vile umeshtuka sana? Sije kama amekuletea gumshangazi. Kama mtoto nzuri oa. Wewe unatakiwa uvute jiko. Simjui mwanangu, wala hata tujuani. Ila wanawake jao mwanangu, sio muda nimeumizwa, yani achana na aliyekuumiza huyo. Oa. Mimi wenzako nishaoa hapa. Sio muda nakuletea wenzako. Utaanza ukija nyumbani kwangu tu unacheza na wenzako. Au utakuwa unacheza na mimi. Maana wife sio muda ananiletea katoto. Basi siku iliyofuata hii hapa. Habari yako? Naitwa Daisy. Ni kwamba Eniola ameshavaa usika wa nani? Wa Daisy. Jamaa alijieleza kwamba anaitwa DM. Nadhani babako ameshakueleza kila kitu. Mbona hapana chakula kipo? Mimi nikajua umeshachafua meza hapa, mavyakula kama yote. Tia vitu hapa. Leta mazaga.
jamaa anashangaa. Kwa hiyo huyu ndo baba sasa ni moe. Mbona unakunywa maji? Basi ikabidi jamaa aite chakula, muite pale waiter alete chakula. Nataka ni makuku. Sio makuku kwanza. Lije likuku limoja ambalo limeshiba hilo. Nataka na pilau. Ije nyingi ya kutosha. Yaani plate moja hiyo lakini uiminye plate moja hiyo, kwenye plate moja ziingie kama 3 hivi. Yaani zijae, uziminye. Mimi nitajua tu kama umeweka plate 2.5 au umepunja nitajua. Ila ninasemaje? Inatakiwa ukeke chakula kiwe chazi cha kutosha. Jamani shangaa. Wewe vipi mtoto wa Kiswahili nini? Aliona aibu lakini tambua kwamba ametumwa kazi yake ni afanye ujinga mpaka jamaa gaili kwamba sitaki kuoa hapa. Jamani upo taratibu inatakiwa kula muhimu. Yaani inatakiwa kupiga msosi tu. Ongeza sahani 2. Jamani shanga 2 tena. Subiri hivi unafanya hivi. Moja nifungie, moja nakula hapa. Sio nakunywa tu maji tu. Hapa niongeze kidogo kwanza. Baadaye ndio muda wa kuondoka. Jamaa aliacha kinywaji. Kwanza nikamalizie. Jamaa alishangaa sana. Siku iliyofuata kazi zimekamilika. Haya, nitajie namba yako. Kabla hajataja hata namba, simu imeita. Ampiga nani? DM. We, ulimpa namba? Jamaa amepiga anataka ongea na nani? Na mtoto mzuri. Yeye anayetaka kuongea naye ni nani? Eniola. Ila anajua kwamba ndo nani? Ndo huyu ambaye anaitwa Daisy. Daisy anasemaje? Wewe, ulimpa mawasiliano? Fanya hivi. Mwambie kwamba namba yangu amekupa nani? Ndio muulize hivyo. Lakini sikumbuka hata namba yako mimi sikumpa. Maana mimi na pale niliharibu kazi nilifanya vizuri kabisa. Yaani nilifanya ni ujinga. Hata sijui anataka semeje. Ongea naye. Mwambie weka namba kwenye simu yako. Alafu mwambie kwamba ile simu nyingine mawasiliano kwenye simu nyingine hiyo line nyingine situmii saa hizi. Kwa akupigie kwa namba yako au mpigie kwa namba yako kwanza. Alafu ndio mueleze kwamba amepata wapi namba yangu. Wewe mwambie kwamba umepata wapi namba yangu. Mweleze. Mwana sielewi sio kazi umefanya kiufasaha umebolonga. Lakini rafiki yangu, unajua kwamba unajitengenezea matatizo. Hivi kwa mfano akiamia upande wa pili itakuwaje? Upande wa pili kivipi wewe? Mimi naelewa ninachokifanya nakijua. Wewe acha tu game najua mimi ninavyolisuka. Basi alikuwa anamuuliza, "Umepata wapi namba yangu?" Ni kwamba hii line nyingine nakupigia ile situmii. Umepata wapi kwanza namba yangu hii? Ndicho nauliza kwamba ile namba yangu yani umepateje? Ni kwamba mamako alimpatia baba kondo nikachukua kwa mzee. Kwa hata hivyo lakini uko poa. Natamani nikutane nawe tena. Tunaweza kukutana tena tafadhali nakuomba. Please naomba tuonane tena. Wewe amezungumzaje? Akuweka loudspeaker kwa anauliza kwamba imekaaje? Anasema eti tukutane tena. Wewe nasemaje? Hebu ondoka. Alichukia. Basi ikawa ni mazungumzo baina ya watu wawili, marafiki wawili. Shosti, mimi najua hii jambo litakosti. Wewe kwenda. Basi siku nyingine tena hii hapa. Jamani mama, kila kitu kipo sawa. Yaani usijali. Anamdanganya tu mama yake kwamba niko vizuri kabisa. Na mko wako, mko ni fresh safi. Inabidi uolewe za kuoe, mfunge ndoa. Sio muda mrefu tunaenda kufunga ndoa, usijali mama. Wakati mwingine hapa mama anasemaje? Na furaha sana mwanangu. Yaani akuoe haraka. Mama hajui kwamba mwanae mfanya upuzi fulani hivi ambao upuzi huo endapo lakini mama anasemaje? Mimi nasubiri tu kwa nikae kimya. Basi siku nyingine hapa. Unaweza ukaenda tu. Walikutana kama jamaa alivyoomba. Daisy anachungulia anajua kazi tayari. Basi eneo la kaingia ila jamaa anajua ndo Daisy. Basi jamaa akateleza. Wewe, kwa unataka kusemeje? Yaani mbona kama vile sikuelewi? Yaani unamleta mpaka kwangu, kwani usimpeleke kwako? Sasa tunampelekeje tena kwangu wakati mazingira yatakataa? Lakini mimi ninachotaka kusema tu ni kwamba yeye naona kama vile ana dalili za kunipenda. Kwa hiyo mimi naomba unishauri kwamba nifanyeje kwa sababu hii game mimi nashindwa kuelewa kabisa ninakoelekea. Inabidi umwambie tu ukweli. Wewe, unasemaje mtu kama wewe? Unahisi atakupenda kweli? Hata kupenda yule? Hawezi kupenda mtu takataka, mtu wa mtaani. Alafu kwanza nendaga. Ondoka, hakumpata pesa. Siku nyingine hapa. Jamaa nje imemuuma, yupo garage hapa. Amekuja kutengeneza gari. Anamuuliza fundi kwamba mtau au unata sehemu inauza chakula? Pale mbele kuna sehemu wanauza chakula kitamu. Yaani mdada fulani usafi wa hakika kweli. Kuhusu usafi kama kawa. Mtoto fulani mzuri hivi. Basi siku nyingine hapa. Anampigia DM anamwambiaje?
rafiki yangu DM, wewe mwanangu, sio poa. Yaani kama namdharau mke wangu, ila hapana, simdharau. Ila kuna binti fulani hivi, anapika. Siku moja ndakupeleka ukaguseguse chakula cha mtaani. Ukaguseguse afu uone. Binti hatari. Basi siku nyingine hii hapa. Wewe. Hivi, upo serious na unachosema? Kuenda kusema kwamba anataka kupende. Hakikisha fanya juu chini akuchukie. Usijukaribu mambo, sawa? Anamtetea rafiki yake. Lakini unajua mimi sielewi mpaka sasa. Alafu kwanza hata hela yenyewe hajanipatia. Kwanza mimi naona huu mchezo wenyewe kwanza niachane nao tu. Lakini mimi cha kukuambia tu ni kwamba rafiki yako wanachofanya mbona kama sio? Kwa sababu yule akianza kunipenda mimi itakuwaje? Mimi ndicho ninachofia hicho. Wewe, chunga sana maneno yako hayo. Hakikisha asikupende, sawa? Nadhani umeelewa. Pesa yako utapatia ukamilisha. Basi siku nyingine hapa jamaa mmuita, anasemaje, kikweli mimi nakupenda. Lakini baada ya kuzungumza tu masuala ya kupenda, mwanadada anaona kabisa ataharibu. Hapana, haiwezekani. Jamaa alipiga simu sana hii siku. Piga simu. Mwanadada hapokei. Hataki yani huyu jamaa aendelee kujaa kwenye moyo wake. Kwa sababu ni kipengele, mwamba naye ndo kabisa anazidi kujaa. Na anapopiga simu asipatikani, yani kama moyo fulani hivi. Basi siku iliyofuata, Eniola ni katika harakati ya kuja kumwambia mwamba kwamba yeye hana shida naye, lakini kilichotokea Hasna Chanya huwa zinavutana. Ilikuwa ni muda fulani hivi wa kugonga passport. Kwa passport nini, mambo ya picha yalifanyika pale. Huku upande wa pili Daisy ametulia tu. Daisy huyu amejichanganya. Amwacha Daisy mwenzake kule anafanya vitu. Na rafiki yake amekuwa akimshauri, anaona kama vile anaongea matakataka. Wewe tulia tu. Mimi najua anachokifanya. Hawezi kumchukua yule mpuzi. Basi huku mambo yalinoga. Mambo ni uhakika, mambo ni talada, ni mambo ni unyama kabisa, wanalishana. Mambo mubashara. Siku nyingine hapa Daisy kama kawaida yake, yes, akiwa labda ana shida zake na tafuta mtu anamalizana. Kwa tunamuona mwamba hapa ameletewa champagne. Akasema rudisha. Hili ni eneo la nani? La DM. Amesema kwamba itahitaji. Hakuna shida, subiri niende mimi mwenyewe. Basi ni kwamba mwanadada amekuja hapa. Jamani, habari yako? Sio wewe, sikusalimia wewe. Naongea na huyu hapa mkaka Handsome. Zalau kweli. Na Handsome vipi? Mbona umekataa ofa yangu? Mimi ni kwamba sihitaji, hakuna shida, nashukuru. Na ni kwamba na mpenzi wangu, yani mimi sipo single. Na mpenzi nampenda sana. Na sihitaji kuweza kuharibu penzi letu. Ndio tabia ya Daisy, akimpata mtu wanamalizana. Lakini alikataliwa leo. Rafiki yangu, ni kwamba ili ni eneo la DM. Yani ni kama hoteli yake, niseme tu ni kama club yake. Basi walienda kupiga story na rafiki yake. Rafiki yangu sio poa. Ni aibu tu kwa upande wa pili, Daisy anaona aibu. Shosti yake anamtazama tu tabia zake huyu, sawa. Siku iliyofuata ameletwa. Sasa hapa ndo nilikwambia kwamba nitakuleta siku moja. Huyu dada anapika huyu, chakula kitamu kinoma. Wewe subiri kwanza. Sister. Aliangusha pale chakula baada ya kumuona nani DM. Vipi? Jamaa elewi. Vipi hawa watu? Wana shida gani? Nyinyi mna shida gani? Unamjua huyu? Kuna nini? Nyinyi kuna shida gani? Alibaki analia tu pale. Eniola ni kulia tu. Wateja wake pole jamani nini? Nyama zimeungua. Hapana. Niacheni tu. Baadaye anapiga simu tu hapa. Simu haipokelewi. Piga simu vibaya mno. Anampigia DM. Piga simu vibaya mno. Anajua amekosea. Nataka mueleze kwamba samani. Jamangu mbona anashindwa kuelewa, yani mazingzong mara pale umefika, mara ameangusha chakula, mara umeondoka. Yaani sielewi yule nani yako? Yule ni mwanamke wangu. Jamaa kabaki anashangaa tu. Kivipi? Mbona tena mgawani pale? Basi wakati mwingine hapa amewafuata huko. Nani umekuja kuomba msamaha baada ya kukataa ofa yangu. Kwa ni kabosi kapale, sio? Nina swali la kuuliza. Mimi ni DM. Wewe ndo Daisy, si ndio? Na vipi kuhusiana na ule mwanamke ambao umenitumia? Ndo kabaki anashangaa. Basi ikabidi wakae. Kiukweli, yani kumbe ni wewe, sikujua. Yani kwamba yule pale, hata hivyo nilikuwa nimeacha sio muda kwa maumivu, nikasema kwamba kwanza nipumzike hapo, kwa nitaka yani hasira tu. Lakini yule pale vipi? Yule mpuzi yule, ni mwizi yule kwanza. Alafu ni kwamba ana mpenzi wake. Kwa hiyo sije kawa umejichanganya labda. Mimi hapa kumbe ni wewe. Alafu ndo maana nilikuwa tangu pale ni jicho langu lilikuwa kwako. Vipi lakini? Unajua mimi nakuelewa yani. Basi baadaye ni kugonga tu mlango hapa. Mwamba ameshaingia ndani huko, asila kama zote. Mwanadada amekuja kuomba msamaha na alia tu hapa nje, mlango ukafunguliwa, alimkata tu macho kwa kauzu, kisha akafunga mlango kwa kauzu. Jamani, fungua basi hata nikueleze. Rafiki yangu, kuna point umeshapoteza ujue.
Yaani kuna kitu unaelewa nini wewe? Alafu nani kama tu washamba wengine nakuona. Anadharau kinoma. Daisy anamdharau mpaka rafiki yake. Rafiki akaona hamna noma, poa, ikabidi aondoke tu. Basi huku nyumbani huku Mwamba mshikaji anatafakari tu. Mwamba akiwa nyumbani anakumbuka tu yale moment fulani hivi. Yaani 1 2 3 zile za yule mtoto wa kike. Anamkubali kweli, yani kuliko hata yule Daisy mwenyewe. Anampenda Eniola. Ameshatambua kabisa huyu ni Eniola, yule ni Daisy. Anamkubali. Na alikuwa anamuona kabisa anasita. Kwa ajua kabisa kwamba hajafanya kusudi. Siku iliyofuata amekuja Eniola hapa anakutana na Daisy. Umefuata nini kwa mume wangu? Umefuata nini? Hebu ondoka, akamtimua. Wewe ondoka huko, nenda. Vipi nimesikia kelele? Nimekuja kuona baby, kuna kapuzi kalikuja hapo kanaeli kale ka Eniola. Baby, mbona kama umenuna? Mwamba hataki hata shobo. Yaani moyo wake haupo hapa. Sikia. Mlango ulioingilia ndo tokeo huu. Jamani sikiliza, alafu ujue babako amesema kwamba unioe. Nadhani unaelewa. Kenyeka najua eti huyu jamaa anamsikiza babake. Yaani kwamba babake ndo akisema hiki ni hivyo. Kwa hiyo utakataa alichokuambia babako. Akamdada zika na akili gani? Na kitu kingine baby ni kwamba baba mkwe alisema kwamba siku ya kesho tukutane hapa, mimi, mama yangu, babako na wewe, mume wangu, tule chakula cha jioni. Bye. Jamaa anashanga vipi? Huko pande wa pili, Eniola alikuwa amuita rafiki yake DM, anamueleza hapa. Kiukweli, yeye anachokihitaji ni kumwomba msamaha DM kwa sababu wa kumwambia amemkosea, kwa alihitaji kila kitu akiweke wazi. Na alimwambia rafiki yake DM kila kitu ambacho kimetokea. Niombe msamaha tafadhali. Usijali ndamueleza. Basi wakati wenyewe ndo huo hapa. DM pale alisema mimi sikupendi, simpendi huyu. Yaani simpendi hata kidogo. Baba alishangaa nini? Mama yake Daisy naye alishangaa sana. Mambo gani ambayo yanazungumzwa hapa? Jamaa alitoboa siri zote kwamba huyu mtoto wa kike amefanya mchezo fulani. Na rafiki yake Daisy alikuja. Akaanza kulopoka pale kwamba huyu Daisy ni hivi na hivi kuhusiana na mchezo ambao wameucheza. Yaani kuhusiana na game ambalo la kipuuzi amelicheza. Ni yeye mwenyewe ameyataka haya. Na mimi naweka wazi tu ili msije mkashangaa. Nilikuwa namshauri, hashauriki. Nilikuwa namueleza kila kitu. Unasemaje wewe? Unasemaje? Kwa nadanganya. Wewe ni muongo jamani. Jamani ni muongo tu. Mwanangu yupo vizuri mbona? Ana mbambamba, ametulia tu. Ni kwamba rafiki yake Daisy anafanya haya kwa sababu na mama yake Daisy alikuwa akimdharau. Alikuwa akimtolea kauli chafu yani akimkuta ondoka. Kwa anasemaje? Ndio hivyo. Mama akumfunza mwanae. Kwa mimi naongea tu ukweli. Mmoja kusema ukweli. Kisha akaondoka zake. Daisy alibaki na toto tu macho pale. Kibarua kimeshakuwa kigumu. Yani umeshajiponza wewe. Kwa mama alimchukua mwanae pale, twenzao. Basi baba naye akatoa baraka zake. Mwanangu, wewe fuata tu pale ambapo moyo wako unaona ni sahihi. Mimi siwezi kupinga. Kwa mwanangu, inatakiwa uangalie kama mwanamke yupi ambaye unaona ni sahihi. Chukua chombo mwanangu. Basi jamaa chombo ambacho ni sahihi hiki hapa. Amekifuata chombo chake. Samani kwa mwanadada akaanza kuomba msamaha pale. Naomba nisamee sana. Haikuwa mpango wangu lakini mimi nakupenda. Mara ghafla jamaa huyo hapa. Jamani chakula kipo. Sasa chakula jamani naona kabisa chakula hamna. Chakula ni kesho mteja jamani. Bwana Saumin DJ Dragon the Voice of Fire. Usahau kusubscribe na kucomment.